Na mtu mwenye tabia njema huchangamkiwa na watu wote kabla hata hajaongea neno. Nataka kusema nini? Katika jambo ambalo litatusaidia sana kuweza kufanikiwa, ni lazima tupate kibali mbele ya macho ya wanadamu. Ni lazima tupate fursa, ni lazima tupewe nafasi ya kuonyesha ni kitu gani tulicho nacho, ili ambao wanaweza kutusaidia watokee na waweze kutupush kwenda sehemu nyingine. Sasa wanadamu ndio hawa ambao tumekuzunguka kila siku na hamna wengine. Ni lazima upate kibali mbele ya macho yetu, au lazima upate kibali mbele ya macho yao. Sasa yafuatayo ni mambo ambayo nakwenda kuelekeza, mambo ya kuyafanya na kuyazingatia msingi sana. Yaani wewe kama unataka kupata kibali au kupata fursa na access ya mtu yote kirahisi, zingatia yafuatayo kwa sababu yatakusaidia wewe kuongeza njia, kuongeza channels za kufanikiwa. Kitu cha kwanza, jitahidi kuwa na heshima kwa watu wote. Yaani heshima ni kitu cha bure kabisa kutoa. Tena hakikisha unakitoa kwa watu wote, haijalishi ni rika gani. Hata kama ni mdogo kuliko wewe, usimpite bila kumsalimia. Na kama ni mkubwa kuliko wewe, basi mpe shikamoo yake. Yaani hata kama unaona kuna namna fulani mnaweza kama mnalingana lakini amekuzidi, mpe heshima yake kama anavyostahili. Kwa sababu kupitia kufanya hivyo, atakuona wewe ni mtu wa thamani, unajiheshimu, unajipenda, unajikubali. Vile vile unaweza kumpa heshima mtu yeyote. Kwa nini rahisi mtu huyo kukupa kazi yake wewe, kazi yake yeye uisimamie wewe, kwa sababu tayari anajenga imani ndani yako. Kwa hiyo jitahidi kuheshimu kila mtu, epuka lugha mbaya mbaya, epuka yote ambayo yanaweza kukuondolea nafasi yako kwa watu. Lakini jambo jingine, ongea kwa adabu na kusikiliza kwa makini. Yaani mpangilio wako wa maneno, huwa anaongeaje? Maana kuna watu wengine unakuta anaongea lakini spidi anayotumia sio spidi ya kawaida kuongea na mtu mwingine, au jinsi ambavyo amepangilia maneno, kwa namna hana mpangilio mzuri, anaweza kasikilizwa na kueleweka. Vile vile adabu katika uongeaji wako. Ndiyo, unaweza kuwa utoki, yani unaweza kuwa sasa huongelei matusi wala hutoi lugha yote chafu, lakini ni jinsi gani unawasilisha ile conversation yako. Unaweza kuwa unatumia sauti kubwa kupita kiasi au ndogo kupita kiasi, kiasi kwamba haueleweki umepanga maneno namna gani. Kwa hiyo jitahidi unavyoongea, adabu iwe ndani yako. Yaani pale unapotoa kauli, mtu akisikiliza anajua kabisa huyu ndio yule ambaye tulikuwa tunamtafuta. Lakini jambo jingine ambalo litakuongezea kibali kwa watu wengine ni kuwa na unyenyekevu. Unyenyekevu lazima uwe ndani yako. Hata kama imetokea imegundulika ndiyo huna kosa, usisimame, usianze kusema mimi nimenyonea au hivi na hivi. Yaani yale mambo yote ambayo unaweza kabisa nikilifanya hili naweza kumuongezea hasira huyu mtu anayenisimamia. Usije ukajaribu kulifanya kwa wakati wowote ule, kwa sababu itakuondolea unyenyekevu ambao unatakiwa. Na watu wana tabia ya kupenda kusifiwa, au wanapenda tabia kukaa juu ya watu wengine. Kwa vile wewe utaonyesha unyenyekevu, anajua kabisa umekubali kukaa chini yake. Wakati huo, kwa kuwa unajua nini ambacho unakitafuta, kubali kwanza upate access ya huyo mtu. Kisha ukishalipata ile jambo ambalo unalitafuta, unaweza kuondoka na kuendelea na mishe zako zingine. Kuwa mnyenyekevu katika kila nyakati. Pointi ya 4, kuwa ni mwaminifu hata katika mambo yale madogo kabisa. Sometimes huwa tunapimwa na watu. Unakuta ndiyo tayari umeshakwisha kupata kazi, ndiyo tayari umekwisha kupata nafasi sehemu fulani, ila wanataka kukupima. Ni mtu sahihi kweli ambaye anaweza kutusaidia? Wanaanza kupokea mitego katika vitu vidogo vidogo, katika vihela vidogo vidogo sana ambavyo havitoshi hata kukuhudumia wewe kwa wiki nzima. Lakini unakuta kwa bahati mbaya unaingia katika mitego ile. Hiyo vitu vinaweza kukuondolea sana nafasi yako katika kupata kibali kwenye macho ya watu. Siku zote hakuna mtu ambaye anapenda kazi yake ifanyike vibaya. Kwa kabla hajakupata wewe na kukupa kazi yake, lazima kuchunguze na kutambua. Kwa kila hatua unaokuwepo, jitahidi sana kuwa mwaminifu. Hata kama imebaki shilingi 100, irudishe. Hata kama imebaki, hata kama kuna ukweli mdogo inabidi useme, jitahidi tu kuutoa, kwa sababu hautapungukiwa chochote, zaidi tu utazidi kuikimbia dhambi. Lakini jambo lingine ambalo litasaidia kupata kibali ni kuwa msafi na nadhifu. Yaani muonekano unamata sana katika swala la kibali mbele ya watu wengine. Kuna ile tu muonekano wako kwa nje, jinsi tu ulivyovaa, kabla hujaongea kitu chochote mbele za watu, tayari umekwisha kupata kibali mbele zao. Tayari tu umeshakupa attention. Tayari tu umeshakuwa tayari kukusikiliza. Sasa kama unaangalia kabisa mavazi yako wewe ni zile suruali za vijana, si crazy nini, yani kuna namna huwezi kupata kibali kirahisi mbele ya watu wote. Kuna watu ndio utapata kibali, lakini kuna ofisi hautaingia. Lakini kuna nyakati hautaweza kutamka hata neno moja, kwa sababu utaonekana kama vile ni mwizi. Kwa angalia jinsi gani ambavyo unaweza kuwa msafi sana na nadhifu katika kila hatua, hasa unapokuwa mbele ya macho ya watu. Lakini vile vile kitu kingine ambacho kitaongezea wewe, kitakusaidia wewe kupata kibali au nafasi mbele ya watu wengine, ni kujitambua na kujielewa. Ni vile ambavyo una behave, mfumo wa utendaji wako mambo.
unabidi uonekane una utambuzi ndani yake. Usifanye vitu kama vile mtu ambaye hajitambui kabisa. Jitahidi sana, yani kitu ambacho unapewa nafasi ya kukifanya, kifanye kwa ubora kiasi kwamba watu wanasema huyu mtu ndiye yule tulikuwa tunamtafuta sisi, ndio tulikuwa tunamuulizia. Hakuna mtu mwingine ambaye tukampata kirahisi kama huyu. Kwa hiyo jitahidi ujitambue sana katika kile unachokifanya. Lakini vile vile kitu kingine, kuwa na utu na huruma. Utu na huruma, huu ni binadamu tu wa kawaida. Unapokuwa na utu na huruma mbele ya watu ambao wana uhitaji maybe, unapokuwa na utu na huruma mbele ya watu ambao wana shida, hii ni rahisi sana mtu kukupa kibali katika moyo wake au katika nafasi fulani, kwa sababu anajua unaweza kumsaidia. Kuna kitu ambacho anakimisi, wewe unaweza ukampa. Kupitia utu huu unaweza kuyatenda mema kwa watu wengine. Unaweza kutoa service katika kampuni lake, unaweza kutoa service katika shirika lake fulani, kitu ambacho kitakusaidia wewe kuongeza credit za kwako na kuzidi kufanikiwa zaidi. Lakini kitu kingine, kuwa na mawasiliano mazuri au kwa Kiingereza tunaita good communication skills. Sasa hii ni pointi ya 8. Unapokuwa na mawasiliano mazuri na watu wengine, yani kila mtu ni rafiki yako, kila mtu unamsalimia sawa sawa, hii itakuongezea sana ile nafasi ya kupata kibali mbele za watu wengine, kwa sababu unaweza kucommunicate, kwa sababu hakuna mahusiano ambayo unaweza kutengeneza bila mawasiliano. Hakuna mahusiano unaweza kuyafanya bila mawasiliano, usisahau hilo. Kwa hiyo pale tunapo Mungu amekupa kibali, wewe sio bubu, unaweza kuongea. Jitahidi sana ku maintain mawasiliano yako, unavyotoa maneno, unavyoweza kuwasiliana mtu mmoja na mwingine, ili ambavyo unaishi na kupata connection na watu wengine. Hicho kitu ambacho kikionekana mbele ya watu ambao wanatafuta watu, wewe utakuwa ni mmoja wa kutaja, kwa sababu tunatafutwa sana watu ambao wana vipaji kama hivyo. Lakini vile vile usipende kujisifu wala kushusha wengine. Yaani kuna ile kweli unaweza kufanya jambo, kweli una kipaji, kweli una nguvu, lakini usipende sana kuelezea ubora wako mbele ya watu wengine, kwa sababu ile inatambulika na kuonekana kama kujipandisha viwango. Huyo bosi, huyo mtu ambaye anataka kukuajiri wewe, hawezi kukupa hicho kibali, kwa sababu anajua anaweza kukupa siku ukaamua hata kumpindua yeye, ukaamua hata kutaka kuvuka vile viwango ambavyo ni level ya kwako ya utendaji wa kazi. Kwa hiyo usijaribu wala hata usifanye siku moja hiyo mistake ya kutaka kujiproud kupita maelezo. Ndio uwezo unao, kaa nao utumie uwezo kusaidia katika vitu vingine, lakini sio kusema mbele ya watu. Na jambo la mwisho au jambo la 10 kabisa ambalo litakusaidia kupata kibali ni kuomba hekima na kibali mbele ya Mwenyezi Mungu. Hii ni jambo la msingi zaidi, kwa sababu kupitia kuomba kibali kwa Mwenyezi Mungu, yeye mwenyewe atakupa njia kupitia Roho Mtakatifu, kukupa njia kupitia Roho yake Mtakatifu, ni kitu gani ukifanye, ni kitu gani usikifanye, ni kitu gani utende, ni kitu gani usitende, ni muda gani usafiri, ni muda gani ukae, ni muda gani usimame, ni muda gani utembee. Kwa hiyo jitahidi sana kutimiza haya yote. Ni mambo 10 lakini ya msingi sana. Utakapoyafanya kwa ustahimilivu mkubwa, wewe, kila mtu ambaye atakuwa anakuona mbele zake tu moja kwa moja anakupa kibali hata kabla hujasema neno lolote. Chao.